Would you kindly state your names for the record? Honorable members, I'm Irene Kawera, wife to the deceased sniper. Irene, have you sworn an affidavit in this case, and would you wish to rely on it in these proceedings? Yeah. You understand that you are here to testify against the governor for the utterances that she made, correct? Yeah. And just before we go to the crux of the matter, were you involved in the arrangement of your husband's funeral? And kindly accept our condolences. Yeah. Were you involved in the arrangement of your husband's funeral? We have not yet laid interest. You have not yet read into rest. Yeah. But were you involved at a particular time in making arrangements? Yeah, I was. What nature of involvement? Counsel, could you please, let me just speak directly to the witness. When responding, please use yes or no. Don't just say yeah. Okay? Yes. So that, and be audible. We are more somewhat, Mr. Speaker, sir. So, were you involved, or was there a committee that was put in place to oversee the processes of preparing for the funeral? No. Let me put the question to you again. Ama unataka tutumie lugha ya Kiswahili? Sorry. Ninauliza hivi, uliweza kuhusika katika kufanya mapalilio ya kupumzisha mumeo? Okay. Honorable members, nimesema bado bwanangu hatujamsika. Reason being, governor had said that already kuna nilitolewa 86 million, and the moment that nilirudi back to the community to involve them in arranging of the funeral, they abandoned me. Wakasema niache kuwasumbua, I already have the money with me to bury my husband. So bado my husband is still lying in the morgue, bado hajapumzishwa. Kuna ushahidi ambao umeleta hapa katika ili bunge kudhibitisha hayo matamshi ya mheshimiwa governor? Yeah, there is a clip. Ungependa ichezwe mbele ya seneti? Yeah, please. Please do. Clip 1B of the County Assembly, list of evidence. Na kabla hayo hajachezwa, ama kama tunangoja ichezwe, nini kilichotendeka hapo baadaye, baada ya mheshimiwa governor kutamka hayo maneno? Baada ya mheshimiwa governor kutamka hayo maneno, I was isolated by the people of the society. Sababu pia kuna mahali alisema nimefichwa na MCA fulani, mpaka watu wa Kinjinji wakaanza kunichukulia kama malaya. As in already nakaa na MCA said I am yet to bury my husband, and this made me to run away from home and go to live with my relative. Ati, hebu tema tafadhali rudie kwa utaratibu hayo matamshi, kwa utaratibu. Nimesema kwa hiyo clip alikuwa anasema nimechangiwa 86 million. Alienda ahead akasema pia nimefichwa na MCS fulani. Ina ikasababisha to be ashamed. Yani I was a laughing stock in the community. Mpaka watu wa Kijinji wanaanza kusema azinakaa na MCS and yet sitapumzisha bwanangu. Hii ikafanya hata nilikuwa nalia kifo cha bwanangu, ikafanya hata nikatoka kwa Kijinji nikaenda kukaa na one of my relative. Haswa ni pesa ngapi zilizochangwa katika huo mchango? The 6 million. Nauliza haswa ni pesa ngapi zilizochangwa? We have the figure in the statement. Wacha uonyeshwe. Honorable Senators, we are referring to volume 2. Page
statement begins at 277 The statement begins at page 277 to 330. to 330. Volume 2 of the evidence. Muliwahi kufungua akaunti ya benki yoyote wakati mlikuwa mnatayarisha kumpumzisha mumeo? We only had the pay bill. Mlikuwa na nini? A pay bill. A pay bill. Yeah. Nani aliyekuwa amesajiliwa katika hiyo pay bill? Ni mimi. Ni wewe. Nani alikuwa anajua kiwango cha zile hela zimeingia na zile zimetoka? Ni mimi. Ni wewe. Thibitisha katika hili bunge kwamba hiyo ni ile nakala za kutoka benki ambazo zinaonyeshana kwamba wewe ndio umesajiliwa. This is the amount I confirm. Nauliza, thibitisha kwamba hiyo ndio ile statement ya benki. Hii ndio statement ya benki. Na iko katika page 277 hadi 330, yes? Yes. Hebu tuende katika hiyo page ya 330. Ni hela ngapi zilizochangwa? 2,000. Soma kwa utaratibu. 207, 491. Hizo ni zile pesa ziko katika balance ya account, si ni kweli? Oh, hiyo ni balance. We have 286, 516. Kwa hivyo yale matamshi ya mheshimiwa gavana hayalingani na ile ushahidi ambao uko katika hii. Hayalingani. Kuna njia zingine zozote zile ambazo watu walikuwa wanachanga? Ingine ilikuwa cash, lakini hakuna na channel ingine. We had only the pay bill. Hela ngapi ulizozipokea kwa njia ya malipo ya pesa taslim? Wakati tulikuwa Kinoru, I received 8,000. Pesa ngapi? 8,000. Shilingi 8,000. Yeah. Ningekuomba tafadhali uweze kuitazama nakala ambayo imeandikwa kama volume 1B ambayo ni nakala ya mheshimiwa gavana. Honorable Senators, volume 1B at page 168. Hebu tazama huo ushahidi. Kuna mahali ambapo unaona kuna ile nambari ya simu 0720103913. Umeitazama? Hiyo nambari ya simu imesajiliwa katika jina la nani? Judith Kirago. Huyo ni nani katika, alikuwa nani? She is one of the blogger. Nikuulize, the one who initiated the channel. Okay, the pay bill was initiated by the Snipers Friends and fellow bloggers. Sasa hii namba ya simu ni ya nani? Ya Judith Kirago. Kuna hela ambazo zilikuwa zinatumwa katika hiyo nambari ya simu? Yeah. Na hizo namba zilipotumwa katika nambari ya simu, ziliwahi kutumwa katika ile pay bill? Yeah, alisituma kwa pay bill. Alitransfer hela ngapi? $115,000. Kuna watu ambao wanafanya kazi na mheshimiwa gavana ambao wamestakiwa na kuhusishwa na kifo cha mpenzio mwemewe Sniper? Yes. Naam? Mr. Speaker, sir, the governor has an objection to raise, subject to your direction. Who is on objection? Oh, sorry. Mr. Speaker, sir, I just drew your attention to the fact that we had an objection to raise. Sorry, you have An objection to raise.
Let's hear to your objection. What's Thank your you so objection? much. You know, the evidence, what we are going through is an evidence in chief. This witness has sworn a witness affidavit, which is primarily her witness statement before you, and there are specific claims in that witness affidavit which counsel in exam in chief is supposed to bring on board to this Senate. The question that has just been put to this witness is not part of that witness affidavit. And number two, the question of the murder trial, as has been confirmed through the other witness, is a matter actively pending before another court of law. We express our deepest sympathies to this witness for the loss of her husband. We would be the last people to want to see her go through the agony that her own advocate, rather advocate for the council, for the assembly, wants to take her through at the moment. We will do that justice, Mr. Speaker, sir, by limiting this witness first to the issues raised in the impeachment motion. The question of who didn't murder Sniper is not part of the impeachment motion anywhere, is not part of this witness affidavit anywhere. With tremendous respect, it is raised for the limited purpose of emotionalizing the motion now before this House. We beg that you overrule counsel and restrict him to the evidence that was filed in this Senate and supplied to the governor's team. I beg, Mr. Speaker. Thank you. Counsel, just Yes. hold on a moment. Counsel for the Assembly, could you respond to what the legal counsel has raised on the matter he has raised? I am most obliged, Mr. Speaker. Sir, I have always held my senior land counsel with high esteem until this afternoon when he makes an objection on a point that is not legally founded. There are evidence that has been supplied to us from the governor in terms of the phone number that I've questioned the witness on. And therefore, to assume that we can only limit ourselves to the affidavit and not test the evidence of the governor would be far from the truth. We have a charge sheet appearing at page 429 of our bundle of document at volume 2. The County Assembly has no intentions whatsoever to prosecute the case that is pending before the court of law, but there is no caveat that an issue that arises in this trial cannot be mentioned for purposes of record. We have not accused the governor of murdering the Sniper. I do not know whether I have touched a raw nerve. But, Mr. Speaker, the objection is not founded. We'll only ask the witness in terms of the particulars of the person charged. We'll not go to the evidence of who killed who or anything of that sort. We have tendered that evidence. They did not respond to it in their defense. It's a very emotive issue, as demonstrated by the witness. Very well, counsel. I think what we will do is let us restrict our questioning to matters concerning the impeachment on the governor. And I tend to agree that if this matter of the murder case is in court, then it should be sub judice for us to discuss it here. Let us stay clear of that. Counsel, I would urge you to stick to the affidavit provided by the witness, and the line of questioning should be specifically on the impeachment motion, and let us not divert on that, please. I am well guided, Mr. Speaker, sir. So, in respect to the murder of your dear husband,
Did the governor ever send condolences to the family? No? Could we then have the video played? Yes. Video 1B. So perhaps we need the interpreter. Okay. Just stop the video, please. Sergeant at Arms, please bring the interpreter in. And may our time be frozen? Stop the time. Okay, let us play the video. Bongena bu atongeria baba ko barathiuronkaga na mwiri jua Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa kwenye bunge la Seneti, jina ni Kitonga Kabori kutoka shirika la utangazaji KBC Mwago FM. Nukuu yenye gavana anasema, tuanze naomba. Turundie. Bongena bu atongeria baba ko barathiuronkaga na mwiri. Lingine nalo kwa viongozi wenye walikuwa wanasungusha ule mwili. Jua sniper. Mwili wa sniper. Bali biashara na isiasa ne bali katikati. Mwili wa sniper wale walikuwa kwenye biashara katikati. Pesa ile bodete monkana nde inkoloki ya milioni 86. Pesa yenye wamekusanya mpaka wa leo ni zaidi ya milioni 86. Tulienda mwakuro sniper kilo nyombe ngoroba. Tulienda mwakuro mke wa sniper ajengewe nyumba ya gorofa. Sniper agoliwa Prado. Sniper anunuliwe Prado. Sniper bekiro account mbesa. Watoto wa sniper wawekewe pesa kwenye akaunti. Nonto mbesa wiki ya konilira milioni 60. Sababu hiyo pesa ikikuja kupungua milioni 60. Bado tuamenya niamba bara vyoronka ya mwili. Sisi tutajua kwamba ni wezi walikuwa wanazungusha ule mwili. Kwa hiyo kwenda haki kile familia na haki kile mbesi ile mtu ile kuchanga. Kwa hivyo tutataka haki kwa ile familia na haki kwa pesa yenye mkoa makusanya. Video 1A. Wale ambao wanazunguka na mwili wakisema haki ipatikane, si haki ipatikane, wako katika siasa na biashara. Ile ni biashara yao. Wameweka pay bill, wanachukua pesa, wanajaza mafuta kwa MCA, zingine wanakula. Huyo mama ambaye anachangiwa pesa wakisema ni haki kwa sniper. Kitu ya kwanza tunataka ajengewe nyumba ya gorofa. Number 2 anunuliwe Prado. Number 3 afunguliwe trust fund ya education ya watoto wake. Kama wajafanya hiyo, hawa ni wakora na wezi wameibia huyo mama kupitia hiyo familia. Ni makatero na ni biashara na siasa ya bure. Na matapeli. Hiyo wamefungua kama biashara, wanakuja kusanya pesa, wamechukua huyo mama, wamemficha kwa MCA fulani anakaa hapo, wanasunguka na mwili. Ingelikuwa ni mmoja wao wangefanya namna hiyo. Ingelikuwa ni mtoto wao wangemzungusha mwezi mzima. Lakini kwa sababu wanataka pahali watajijenga kisiasa, wanataka pahali watakulia maana wamesota. Nilisikia wakisema ya kwamba hawana pesa kwa mifuko wanatembea na OB. Sasa wamepata njia ya kutembea na pesa kwa mfuko kupitia maiti.
Hiyo ya kutembea na mwili wa sniper ni mambo mawili peke yake, biashara na siasa. Hakuna justice wanatafuta. Wangelikuwa wanatafuta justice, watoto wangapi wamekufa Meru? Watoto wangapi wamepotea Meru? Huko Ndumo Oruna, huko upande wa Tigania, wangapi wanakufa? Mbona hatujaona hao viongozi wakitembea wakisema ya kwamba tunahitaji haki ya vijana wetu ambao wanakufia? Why this one? Why huyu peke yake? Kuna MC ambaye aliuawa na ikasemekana sijui nani amemuua. Mbona tukiona? Hii ni siasa na biashara. Na wamelaaniwa wanaosunguka na huo mwili. Wamelaaniwa. Mtu ambaye ni mshtakiwa the key suspect mkuu ambaye ni Supu. Mnahitaji kuangalia mtu mmoja tu wa governor mwenye alipigia simu ama wengine wengi ambaye pia aliwapigia simu. Kwani Supu alipigia tu ndugu yangu simu? Hakuna mtu mwingine alipigia simu siku hiyo? Ndio mbebe kijana ati mseme ati kwa sababu Supu alimpigia simu you want to charge him. Wale ambao wamewasukuma kisiasa kwa sababu mnasema ya kwamba mmepewa pressure, political pressure. Wenye wamepatia nyinyi political pressure, wapatie nyinyi ushahidi. Sure. Maana tutahitaji haki kwa kijana wetu, ninahitaji haki kama familia yangu. Ningependa kusema hivi. Vincent Moreri ama Supu ambaye ni key suspect. Hajawahi andikwa kwangu. Si mfanyikazi wangu. Hakuna siku amefanya kazi kwa gavana. Na si mfanyikazi wa county. Ni shabiki kama vile hao walio nyuma yangu ni shabiki. Kama sisi. Mzee kama mimi. Siku ya leo huyu mzee ambaye amesimama hapa akienda apate hatia. Mchukue hiyo picha mkate alafu muanze kuzungusha mkisema ya kwamba ni PA wangu. Kuna. Maana kila mtu ananiambianga tupigwe picha hapa, tupigwe picha pale. Sasa ukienda ufanye madhambi zako ama upatikane mahali fulani, nikujue mimi kama gavana. Nyinyi mnanipigianga simu na ninapigiwa simu na watu wengi. Wengine wananiambia ni madhere nifanye hivi. Nikikutumia ngiri mbili ukienda uue mtu ama ufanye makosa nikujue. Kuna kitu kama hiyo. Unipigia simu saa 6 ya usiku niitike. Kwa sababu nimekuitika simu na sijui ilikuwa wapi nikujue. That is foolishness of the highest order. Na hatutakubali namna hiyo katika hii country. This is not a banana republic. Iko na sheria. Kwa hivyo kama umenipigia simu ama nimekupigia simu, ifuatiliwe na tupate ushahidi wa kutosha. Do you want to see the last one? I state as follows. That the late Daniel Mutiani Bernard, alias Sniper, was a resident of Likathiv Village, Igembe South Sub-County in Meru County. Until his death, he was a political blogger who criticized the governor of Meru County and her administration. He used his social media platforms to deliver his messages to the governor, the county government of Meru, friends and close relatives of the governor. Mr. Speaker, sir, investigations so far have established that on 2nd December 2023, the deceased was at his home when he received a call from one Vincent Muredi, alias Supu, who requested to meet with him at Meru Town to attend an alleged meeting with the governor of Meru County to discuss their differences so that the deceased could stop attacking her on social media. Upon arrival at Meru Town, he was abducted and driven to Mutonga River. Thank you. Mr. Speaker, so we may have the witness to compose herself. The time may stop running.
We can stop the time. Sorry for that. Umeweza kumsikiza gavana akizungumza kupitia hiyo video. Yeah. Na amesema kwamba kuna pesa ambazo ulipewa shilingi milioni 89. Ni ukweli ulipewa hizo hela? Hapana, ni uongo. Naam? Ni uongo. Na hayo matamshi ya mheshimiwa gavana yaliweza kuthuru vipi? Kutoka gavana aseme niko na hizo milioni 86, sitaipata amani. Kwanza wenye walikuwa wanakuja kunipa at least pole wote walinitoroka, nikaachwa peke yangu. Nikabindi tu kama mimi ni ask for my kids, because now their father was the breadwinner and he is no more. I was the one to start and ask for my kids. So ilifanya hata community wote nikiambia hata mtu niko na shida wanaangalia naona ni 86 million tu. Mpaka ikasema ikafanya hata nikawa sina security sababu kila mtu anaona pesa tu. Asante. Na amesema kwamba umeweza kuwekwa ama unaishi na mheshimiwa MCA fulani. Ni kweli? Hapana. Hayo yalikuwa affect vipi? Wakati alisema naishi na MCA, ilo lilifanya watu wote kwa kijiji wakaniita malaya. Mpaka wakaanza kusema huyu bibi Sniper hawezi subiria tusike bwanake. Wote wakaniacha na wakanitenga, hivyo hata familia. Sniper relative wote waliniacha na wakanitenga. Sasa kwa sasa hivi naishi wapi? Kwa sasa hivi naishi na one of my relative. Ninapomalizia, uliona viongozi wakizunguka na mwili wa Sniper? Yeah. Nani uliwaona wakizungusha mwili wa Sniper? Actually hawakuwa viongozi. They were the bloggers and the bloggers and the Sniper friends. Ni kweli kwamba kifo cha bwanako kilifanywa ikawa biashara? Hapana. Asante, sina maswali mengine. Utaulizwa maswali machache na wakili anayemwakilisha gavana. Na tena tumesema pole sana kwa kifo cha bwanako.